ukosefu wa ajira na ukosefu wa misaada ya kimataifa. Kwa miongo kadhaa, watu wa kawaida ambao ni raia wasio na hatia wamekuwa wakilipa deni la migogoro ambayo mara nyingi hawakuianzisha, hawakiongoza na hawakufaidika nayo. Ni mzigo ambao unabaki kuletelezwa na siasa. Lakini hata hivyo, baada ya mabadiliko makubwa ya kisiasa ya mwaka 2021, baada ya kuanguka kwa Kabul na nchi kuongozwa na kiongozi mkuu Maulawi Hibatullah Akhundza, hali ya kiuchumi ilizidi kuwa ngumu zaidi kwa familia nyingi. Benki zilifungwa, ajira zilikuwa chache, misaada ilianza kupungua au kusimama, bei za vyakula zilipanda. Tayari watu maskini walikuwa wameingizwa ndani zaidi katika dimbwi la kukata tamaa. Katika mazingira haya, kwa baadhi ya familia, mwili ukawa mali ya mwisho iliyobaki. Mtu asiye na nyumba ya kuuza, gari, biashara, mshahara, akiba, jamaa wenye uwezo na tumaini la wakati ujao, anabaki na kitu kimoja tu: mwili wake. Hii ni Makala 360. Kaa nami hadi mwisho kufahamu kwa undani kuhusu Kidney Village, yaani kijiji cha figo, eneo la kusikitisha ambalo jina lake hakika linaleta msisimko mkubwa nafsini, jina ambalo si la kufurahisha, kwani limebeba maumivu na makovu kwa wakazi wengi waliishilo. Tega sikio. Tuanzie hapa. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 24 nchini Afghanistan, zaidi ya nusu ya watu wote, wanahitaji misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha yao. Hii ni 30% ya juu kuliko mwaka 2021 wakati Taliban ilipochukua udhibiti wa nchi. Na katika ripoti hizi zinasema kuwa biashara haramu ya viungo tayari ilikuwa nchini Afghanistan kabla ya kutwaliwa na Taliban. Lakini mchanganyiko wa vikwazo vya kiuchumi, ukame mkali na magonjwa vimesababisha soko haramu, black market, kufanya kazi kwa kasi kubwa kwa kutumia kigezo cha hali ya watu wengi kukabiliwa na umaskini uliokithiri. Ni umaskini unaomfanya mtu asimame mbele ya kioo au shike upande wa tumbo lake na kukumbuka siku aliyolazimika kuuza sehemu ya mwili wake ili familia yake ipate chakula. Simulizi hii inatupeleka hadi pembezoni mwa mji wa Herat, magharibi mwa Afghanistan. Kuna makazi maskini ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na machafuko ya vita. Hapa utakutana na kijiji cha Saishanba Bazar. Kwa ramani ni eneo dogo tu lililopo katika wilaya ya Injil, nje kidogo ya moja ya miji muhimu ya Afghanistan. Lakini kwa dunia, eneo hili limebeba jina zito zaidi: Kidney Village, yaani kijiji cha figo. Jina hili halikutungwa kwa ajili ya kutisha watu na pia halijatungwa ingali kwamba hiki ni kichwa cha filamu fulani hivi. La hasha, hapa ni mahali pa kweli haswa. Jina hili limezaliwa kutoka kwenye maisha halisi ya watu ambao wamebanwa na njaa, madeni, ukosefu wa kazi na kukata tamaa mpaka mwili wao ukawa mali ya mwisho waliobaki. Ni watu wangapi hufikia hatua ya kutumia mili yao kujipatia riziki, ingalikuwa wapo sehemu ambazo hazina hata vita, sehemu tulivu zenye ustawi, sehemu ambazo unaweza kujituma kwa jasho lako ukapata hata senti kadhaa. Sasa fikiria kwa yule mtu anayepigwa na njaa, hawezi kutoka kufanya kazi kwa uhuru kwa sababu ya vita vikali, umaskini uliokithiri na kadhalika. Katika kijiji cha Saishanba Bazar, hadithi ya kuuza figo si simulizi ya mtu mmoja tu. Ni maumivu yaliyosambaa kwenye familia nyingi. Unaweza kukutana na mtu ambaye ameuza figo. Unaweza kukutana na jirani anayemjua mtu aliyeuza figo. Unaweza kukutana na mama anayekiri kuwa alifikiria kufanya hivyo. Unaweza kukutana na baba ambaye bado anasita kuzungumza, lakini kichwani mwake anawaza kuuza figo. Unaweza kukutana na mtu ambaye anaweza kukataa hajafanya hivyo, lakini kovu lililo pembeni ya tumbo lake linasema kile ambacho mdomo wake unaogopa kukisema.
Kwenye kijiji hiki ambacho wakazi wengi wana figo moja, umasikini haukuishia kuwa neno la kiuchumi. Ulibadilika kuwa upasuaji, kuwa saini kwenye karatasi, kuwa chumba cha hospitali, na umeacha kovu ambalo haliwezi kufutika, na pengine wimbi la vifo vingi baadaye. Pengine kabla hatujawahukumu watu hawa, tunapaswa kujiuliza swali moja gumu. Mtu anapofika mahali hadi kuuza figo yake, ni yeye aliyeshindwa maisha au maisha ndiyo aliyomshinda? Kwa mtu anayesikiliza makala hii kutoka mbali, haya yanaweza kuonekana kama maneno tu, lakini kwa familia maskini, kila neno lina maana ya maumivu halisi. Nimekuwa nikifuatilia migogoro ya vita katika maeneo ya Afrika, hasa ukanda wa Sahel, DRC, Mashariki ya Kati na Ulaya. Hesabu rahisi ni kwamba uchumi ukiporomoka, maana yake baba au mama anarudi nyumbani mikono mitupu. Bei za vyakula zikipanda, maana yake akiba ya vyakula nyumbani inakuwa ndogo na pole pole kuwa ndoto. Misaada ya kimataifa ikipungua, maana yake familia nzima na mtoto aliyekuwa akitegemea chakula cha msaada analala bila kula. Ukosefu wa ajira unapoongezeka, maana yake mwanaume aliyewahi kuheshimika kama mlezi wa familia anakaa kimya usiku mzima, akijiuliza kesho atawaambia nini watoto wake. Na katika nyumba nyingi za watu maskini, swali kila siku linabaki kuwa moja tu: tutafanikiwa vipi? Unaweza ukaliona swali ni dogo, lakini linauma zaidi likishaingia kwenye uhalisia kamili. Tuanze na mfano halisi hata katika maisha yetu ya kila siku. Kuna mtu ambaye labda alianza kwa kuuza vitu vidogo vya nyumbani kutokana na changamoto zozote anazopitia kwa wakati huo. Kiti kimoja kikaondoka, baadaye zulia, baadaye vyombo, baadaye nguo zake nzuri, baadaye vitu vya thamani. Kila kitu kilichokuwa na thamani kikabadilishwa kuwa unga ama mchele kidogo, mafuta kidogo, dawa kidogo, au malipo ya deni, nguo za mtoto, ada na kadhalika. Lakini umaskini una tabia moja ya kikatili sana. Ukishakula mali za ndani zote na zile za nje, huanza kumtazama mhusika mwenye mwili. Siku moja mtu huyu mwenye mwili anaamka na kugundua hana tena cha kuuza isipokuwa yeye mwenyewe. Figo si kitu kidogo. Ni kiungo kinachofanya kazi ya muhimu sana mwilini. Huchuja mkojo, husaidia kuondoa taka, husaidia kusawazisha maji, chumvi na madini mwilini. Binadamu anaweza kuishi na figo moja, lakini maisha hayo yanahitaji tahadhari, lishe bora, maji safi, huduma za afya na ufuatiliaji, ili mtu aweze kuishi miaka mingi kwa figo moja. Lakini kwa wakazi wa Saishamba Bazar nchini Afghanistan, mambo ni tofauti kabisa. Fikiria mtu ambaye hana hata chakula cha kutosha, hana maji salama kila wakati, hana pesa vipimo, hana uwezo wa kupumzika muda mrefu baada ya upasuaji, hana kazi nyepesi, hana daktari wa kumfuatilia mara kwa mara. Je, ataishije na figo moja baada ya kuuza nyingine ili apate pesa za kujikimu yeye na familia yake? Kisheria, biashara ya viungo imeharamishwa nchini Afghanistan, lakini ripoti zinasema kuwa watu hupata hadi zaidi ya dola 1500 mpaka 2700 kwa kuuza figo moja tu, huku madaktari ambao wanaendesha upasuaji wakikiri kuwa biashara hiyo inaongezeka kwa kasi. Ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zinakiri kuwa wengi wao ambao hutoa figo na kupata pesa, huwa pesa hizi haziwafikishi popote. Uhalisia uliopo ni kwamba hiari ya mtu mwenye chakula, kazi na akiba si sawa na hiari ya mtu ambaye hajui watoto wake watakula nini jioni ama kesho yake itakuwaje. Kuna maamuzi wanayafanya ambayo huonekana kama chaguzi ambazo sio sahihi, lakini kwa ndani ni shinikizo kubwa lililobaki wakati njia nyingine zote zimefungwa. Na ndio maana biashara ya viungo vya binadamu inaumiza sana. Mara nyingi wanaouza ni maskini, waliobanwa na shida. Wanaonunua ni watu wenye uwezo zaidi, waliobanwa na magonjwa. Katikati yao kuna mfumo unaoweza kugeuza maumivu kwa biashara, black market. Maskini anauza kwa sababu hana namna. Mgonjwa ananunua kwa sababu anataka kuishi.
Dalali anafaidika kwa sababu amekuta soko katikati ya majanga mawili. Lakini baada ya biashara kuisha, ni nani anayebaki na mzigo mkubwa zaidi? Ni yule maskini aliyerudi nyumbani na kovu. Katika kijiji cha Saishamba Bazar, magharibi mwa Afghanistan, kila kovu lina hadithi. Kuna kovu la deni, kuna kovu la njaa, kuna kovu la ugonjwa wa mtoto, kuna kovu la mume aliyekosa kazi, kuna kovu la uraibu wa kamari au madawa, kuna kovu la mama aliyekosa msaada, kuna kovu la kijana aliyedhani biashara ndogo itamtoa kwenye umaskini. Kwa watu wa Saishamba Bazar, jina Kidney Village si jina la kujivunia. Kinachouma zaidi kuhusu Saishamba Bazar ni kwamba kuuza figo hakukuwa tiketi ya kutoka kwenye umaskini. Kwa wengi, ilikuwa ni njia ya kupooza matatizo kwa muda mfupi tu. Pesa iliyopatikana ilitumika kufidia matatizo mengi. Kuna maumivu makali kuhusu mzazi kuuza sehemu ya mwili wake kwa ajili ya watoto. Kwa upande mmoja, ni ishara ya upendo usio na kipimo. Kwa upande mwingine, ni ushahidi wa kushindwa kwa siasa za dunia na wanasiasa wapuuzi wasio na maadili wala akili ya kumlinda mzazi huyo. Mzazi hapaswi kufika mahali pa kuchagua kati ya figo yake na chakula cha mtoto wake. Lakini yote ni kwa sababu ya migogoro na siasa za kitaifa na kimataifa. Michezo hii katika ulimwengu wa sasa imekuwa kama mkate kwenye chai. Michezo ambayo wanasiasa ambao wanatembelea magari ya kifahari, ambao hawajui njaa, ambao hawajui shida, ambao hawajawahi kushuhudia watoto wao wakiteseka, wanachezesha karata zao bila kujali raia wa kawaida. Saishamba Bazar ama kijiji cha figo ni ishara gani kwa maisha sasa? Saishamba Bazar ama kijiji cha figo ni ishara gani kwa maisha sasa? Nitakwambia. Ni ishara ya wanasiasa na siasa zisizo na mwelekeo. Ni ishara ya raia wa kawaida wanaoongea kuhusu vita kana kwamba ni mchezo wa mpira. Wanabishana na kushangilia kuhusu makombora, wanashangilia mashambulizi, wanatoa maoni ya kejeli mitandaoni na wanatabiri nani atashinda, nani atavamiwa, nani atalipiza kisasi na nani ataanguka hata kwa kuwekeana maagano. Wanafanya hivyo kwa urahisi kwa sababu pengine nchi zao zipo salama. Watoto wao wanaenda shule, masoko yao yanafunguliwa, hospitali zao zinafanya kazi. Wanakwenda kazini. Usiku wanalala bila kusikia milipuko ama nyumba zao kupigwa na makombora. Ni uthibitisho kwa viongozi wabovu, wasio na maono, wenye tamaa, kwamba vita ni kitu kinachoweza kugeuza familia ya kawaida kuwa wakimbizi. Kinaweza kumtoa baba kazini, kumfanya mama asijue mtoto wake atakula nini, kuvunja uchumi, kufunga hospitali, kuua matumaini na kumfikisha binadamu mahali ambapo mwili wake unakuwa mali ya mwili ya mwisho iliyobaki. Saishamba Bazar, makazi maskini nje ya Herat nchini Afghanistan, inayojulikana kama Kidney Village, ni mfano wa mwisho wa maumivu ya vita na kuanguka kwa jamii. Watu hawakuuza figo zao kwa sababu walitaka maisha ya nasa, pengine kwa baadhi, lakini wengi wao waliuza figo kwa sababu ya njaa, madeni, ukosefu wa kazi